kazi ya kufundisha. Kweli. Sisi tunaelewana? Kwa hivyo Biblia iko sawa. Kwa mfano kitabu ni cha Tito 2:1-2. Hebu soma kitabu cha Tito. Kitabu cha Tito. Ndio. Inasemaje? Tito 1:2. Kitabu ni cha Tito 2. Soma aya pili. Aya 2. Ndio. Kitabu ni cha Tito 2 aya 2. Inasemaje? Ya kwamba uelezaji. Ndio. Ya kwamba wazee wao wenye kiasi. Wazee wao wenye kiasi. Wastahivu. Ndio. Wenye busara. Ndio. Wazima katika imani na katika upendo na katika zaburi. Fungu lake la 3 inasema vivyo hivyo nani? Na wazee wa kike. Na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Wawe na mwenendo mtakatifu. Wasiwe wasingiziaji. Ndio. Wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi. Bali wafundishao mema. Wafundishao nini? Mema. Ndio. Ili wawatie wanawake vijana akili. Kumbe wawatie wanawake vijana nini? Akili. Wawapende waume zao. Na kuwapenda watoto wao. Basi kufikia hapo ni kumaanisha wanaweza chunga kanisa katika local level. Wanaweza fundisha, sawa Ndio mwalimu. Wanaweza chunga kanisa katika kiwango hicho. Wafundishe wenzao katika kanisa, mwalimu wangu. Lakini kuna baadhi ya wengine wanasoma na wanakuwa wachungaji. Kweli. Ni haki yao. Sawa? Kweli. Alafu jambo lingine, hebu soma kitabu cha Wakorintho, nafikiri ni wa kwanza 14:5. Wakorintho ni wa kwanza. Wa pili. Wakorintho ni wa pili. 14 kama sijakosea, aya 5. 14 aya 5. Ndio. Wakorintho ni wa pili imefika 15. 11 nisamani. 11. Ndio. 13. 11 aya 5. Aya 5. Ndio. Biblia inasema maana nadhani ya kuwa mimi sikupungukiwa. Nafikiri ni Wakorintho ni wa kwanza. Wakorintho wa kwanza. Kama sijakosea 11. Aya ya 5 kama sijakosea. Aya 5. Jaribu hiyo. Bali kila mwanamke asalipo. Bali kila mwanamke afanyapo nini? Asalipo. Ndio. Au anapohutubu. Au anapofanya nini? Hutubu. Anapohutubu, anapohutubia kanisa. Bila kufunika kichwa. Bila kufunika kichwa. Yuaibisha kichwa chake. Basi kumbe wanaweza hutubu. Sawa Ndio. Wanaweza hutubia kanisa, wanaweza fundisha, wanaweza fanya mambo mengine, kwa sababu wanastahili vile vile ku advance ufalme wa Mungu. Na ndio naona aliyehubiri kufufuka kwa Yesu wa kwanza ni mwanamke. Yeye alitangaza Yesu amfanya nini? Amefufuka. Swali lingine. Kitabu cha Exodus chapter number 20 verses 8 says, remember the Sabbath day. And Ezekiel 20 verses 20 say, keep my Sabbath holy, that they may be sign between us. And what are these Sabbath? In the book of Ezekiel. Asante. Kuna swali lingine? Ama ni hayo tu? Mavazi. Ile tutaangalia kwa upana na marefu ya kusoma hayo mengine. Mavazi nzuri ya wasichana ni ipi? Women putting on things on their head like shuka za kidini ni vizuri. It is good to clap hand and dance in church. Clapping hands and dancing in church. Nasema kuhusiana nini? Mavazi nzuri ya wasichana ni zipi? Mavazi mazuri ya wasichana ni yapi? Haya, twende kitabu cha Nahumu. Nahumu 1 aya 5. Kitabu ni cha Nahumu. Ndio. 1:5. Nahumu 1:5 inasemaje? Biblia Takatifu inasema ndio. 1:5 milima utetema
mbele zake, ndio, nazo vilima huyeyuka, ndio, nayo dunia huinuliwa mbele za uso wake, naam, dunia na wote wakao ndani yake. Ni unasoma kitabu gani? Nahumu 1 fungu lake ni la 5. Nahumu 1:5. Kwanza twende Timotheo wa kwanza 2:9. Timotheo ni wa kwanza 2:9. Timotheo wa kwanza 2:9. Ndio. Waraka wa Timotheo wa kwanza 2:9. 2:9. Biblia Takatifu inasemaje? Vivyo hivyo wanawake na wajipambe, ndio, kwa mavazi ya kujisitiri. Wanawake wajipambe kwa mavazi aina gani? Ya kujisitiri. Mavazi ya kujisitiri pamoja. Subiri. Mavazi ya kujisitiri, sawa? Ndio mwalimu. Biblia inasema wanawake wavae mavazi ya kujisitiri pamoja pamoja na adabu nzuri. Kumbe mavazi ya kujisitiri ni mavazi yenye nini? Adabu. Unaona? Ndio mwalimu. Mavazi ambayo umejisitiri, umesitirika. Si mavazi ambayo yanaonyesha utupu wako kwamba ni kama uko uchi. Ni mavazi ambayo umesitiri, yani umesitirika. Hakuna kitu inaonyesha shape na figa yako. Kwa sababu Biblia inasema kwamba wanawake wajivike mavazi yenye kujisitiri, yani wewe umesitirika, sawa? Ndio mwalimu. Na mavazi hayo yanaitwa hivi, ni Nahumu 3:5. Nahumu 3:5. Nahumu 3:5. Ndio. Kitabu ni cha Nahumu 3:5. Biblia inasemaje? Tazama mimi ni juu yako, asema Bwana wa majeshi, ndio, nami nitafunua marinda yako mbele ya uso wako. Kumbe atafunua nini? Marinda yako mbele ya uso wako, ndio, nami nitaonyesha mataifa uchi wako. Kumbe Mungu anajua mataifa. Unajua taifa linalinganishwa na jinsia ya kike. Kweli. Taifa la Israeli linadhamiriwa kama mwanamke, sawa? Sawa mwalimu. Sasa Mungu anasema atafunua nini? Atafunua marinda yako mbele ya uso wake. Atafunua marinda. Kwa hivyo wanawake wavae marinda, sawa? Ndio mwalimu. Wavae rinda na yawe si rinda tu, rinda la kujisitiri. Amen. Sawa? Ndio mwalimu. Ndio maana kwa hivyo ukivaa mavazi yako mazuri, mavazi ya kujisitiri, najua pengine kwa mfano kama mazingira kama haya, pengine kwa kulinganisha na kazi ambayo inafanyika hapa, saa zingine haiwezekani kuvaa rinda, sawa? Ndio mwalimu. Hapa unaruhusiwa kuvaa mavazi kulingana na kazi unaifanya, lakini kwa wakati mwingine wa kawaida vaa mavazi ambayo ni ya kujisitiri, pia ni marinda. Amen. Na mavazi kama haya. Kuna swali linakuwa linafuata ni lipi? Haya. Swali linafuata. Ndio. Are women putting on things on their head like shuka za kidini? Je, ni vizuri? Hiyo haina ubaya wowote. Ukijifunika para zako uko sawa. Amen. It is good to clap hand and dance in church. To clap and dance in church. Kwanza hebu tusome kitabu ni cha Zaburi 62 aya ni ya pili kama sijakosea. 62 aya ni ya pili. Ndio. Biblia inasema. Inasemaje? Yeye tu ndiye mwamba wangu. 47:7. 47:7. Kitabu cha Zaburi. Biblia Takatifu inasema. Inasemaje? Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Maana Mungu ni mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa akili. Fanyeni nini? Imbeni kwa akili. Kwa hivyo Mungu anataka tumwimbie kwa nini? Kwa akili. Kwa akili, sawa? Ndio mwalimu. Sasa katika kuimba na katika kucheza kuna hatari yake katika kucheza. Kwa mfano ukisoma kitabu ni cha Wakorintho ni wa kwanza. Ndio mwalimu. Wakorintho ni wa pili, wa kwanza 10.
Wa kwanza 10. Kusoma aya 7 na 8. Aya 7 ya 8 inasema ndio. Wala msiwe waabudu sanamu. Wala msiwe waabudu sanamu. Kama wengine wao walivyokuwa. Ndio. Kama ilivyoandikwa. Kama ilivyoandikwa. Watu waliketi kula na kunywa. Watu waliketi kula na kunywa. Kisha wakasimama wacheze. Kisha wakasimama wafanye nini? Wacheze. Ndio. Fungu la 8 inasema wala msifanye uasherati. Wala msifanye uasherati. Kama wengine wao walivyofanya. Kama wengine wao walivyofanya. Wakaanguka siku moja watu 23,000. Ndio. Fungu la 9. Wala tusimjaribu Bwana. Sasa kumbe hii ni historia ambayo unapewa. Kuna watu katika kufikiria wanafanyia Mungu ibada, waliamka ili wafanye nini? Wakacheze. Sawa? Ndio mwalimu. Katika kucheza kule kumbe walikuwa wanafanya ibada za sanamu. Kwa sababu unapocheza mwili unasisimka. Kweli. Sawa? Ndio mwalimu. Unaweza sio kufanya ibada kumbe huko dombolo. Sawa? Kweli. Unapata mtu amenengua viuno unashinda kwani vinaendaje? Alafu amevaa bila nataka. Ndio nasikia pastor anaanza kusema moto umewaka leo. Kumbe si moto umewaka. Kumbe si moto. Si moto wa Injili. Ni mapaja ya dajina. Ni ukweli. Sasa akadai moto umewaka, alafu akadai ni kazi ya Bwana. Hamna cha kazi ya Bwana. Sasa kumbe katika kucheza kule watu, historia inaonyesha mwalimu wangu, kwa sababu imesema kama ilivyoandika. Ukisoma kitabu cha Kutoka 32:17, hebu enda pale. Kitabu cha Kutoka 32 aya 16. Aya 16. Inasemaje? 32 aya 16, Biblia Takatifu inasema ndio. Na zile ambao zilikuwa kazi ya Mungu, nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu, ndio yaliyochorwa katika zile mbao. 17. Ndio. Na Yoshua aliposikia kelele za watu. Hii ni ukianza kusoma pale juu. Hii ni Mungu alimuita Bwana Musa. Na Bwana Musa akaenda kule mlimani akakaa siku 40 na alikuwa ameandamana na Yoshua. Sasa Yoshua na Musa walikuwa kule. Yoshua alipokuwa wameshuka baada ya kupewa zile amri 10, walipofika pale chini ya mlima, kumbuka Haruni alibaki na wana wa Israeli. Walipokaa kule muda mrefu, wana wa Israeli wakamwambia Haruni ndugu yake Musa kwamba huyu Musa ni kama amekufia pale mlimani. Kwa hivyo tutengenezee miungu tuweze kufanya nini? Tuweze kuiabudu. Wakatoa vipuri, wakatoa na bidhaa, wakatengeneza ile miungu. Sawa Ndio mwalimu. Sasa walipotengeneza wakaanza kucheza na kurukaruka kama ishara ya ibada ya kumwabudu yule Mungu ambao wanamuona, ambao walishurutisha Haruni aanze kutengeneza. Sawa Ndio mwalimu. Sasa ndio Yoshua na Musa wanapofika pale mlimani wakasikia nini? Soma sasa. Sauti Biblia inasema ndio. Na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa wakipiga kelele. Sasa kumbe Yoshua akasikia kelele kule kambini. Akasema nini? Akamwambia Musa. Kuna kelele ya vita Maragoni. Kuna kelele ya nini? Ya vita Maragoni. Sasa huyu ni Yoshua. Yoshua anaambia Musa ambaye ni mwanajeshi. Musa unajua yeye alikuwa ni mwanajeshi kwa mwangu. Ndio mwalimu. Yoshua ambaye si mwanajeshi anamwambia hapo kuna kelele ya nini? Ya vita. Sawa? Ndio mwalimu. Na kama ni vita, mtu anafaa kujua kelele za vita ni mwanajeshi. Ndio. Sasa yule mwanajeshi ambaye ni Musa anaambiwa kwamba tunasikia kelele kule kambini. Endelea. Biblia Takatifu inasema fungu la 18. Ndio. Akasema sasa mwanajeshi ambaye ni Musa akamwambia huyu Yoshua akamwambia nini? Hiyo ni sauti ya watu wapigao kelele. Hiyo ni sauti ya watu wapigao kelele. Kwa sababu ya kushinda vita. Si sababu ya kushinda vita. Wala si sauti ya watu. Wala si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ndio ya kushindwa. Bali kelele za watu waimbao ndizo ninazo zisikiza mimi. Kumbe wanasema Musa anamwambia hiyo haiwezi kuwa ni kelele. Mimi ni mwanajeshi, najua tukishindwa, najua tukishinda vile tunasherekea. Lakini hiyo ni sauti ya watu wanafanya nini? Ya wanaimba. Ndio. Kwa hivyo na wale wanajeshi wa Wanaisraeli wanafanya nini? Ibada. Wakiimba na kucheza. Lakini wanachezea nani? Ndama.
Na ndio unaona Paulo anarifaa kwamba kama vile imeandikwa, watu walikula, wakaamka, wakaanza kucheza. Kumbe si ibada ya Mungu kweli. Tatizo ni kwamba watu wanasoma pale, wanasema Daudi, unaona? Ndio mwalimu. Wanasema Daudi alicheza mpaka nguo zikabaki, mpaka zikararuka. Hatari. Hebu twende ni Samueli wa pili 6, hebu anzia 13. 6:13. Ndio. Samueli ni wa pili. 13 Biblia inasema hata ikawa ndio watu waliolichukua sanduku la Bwana, walipokwisha kwenda hatua 6, ndio akachinja ng'ombe na kinono. Inaendelea kusema ndio Daudi akacheza mbele za Bwana, na nguvu zake zote, na Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Jambo la kwanza lazima tujue hapa ambapo Daudi alicheza si kanisani. Sawa? Kweli. Walikuwa wametoka kulaki sanduku la agano ambalo lilikuwa limechukuliwa na Wafilisti. Kweli. Sawa? Ndio mwalimu. Sasa alipolipokea zile sanduku la Bwana, hii ilikuwa ni mambo ya maibada. Ilikuwa ni ushindi wa kijeshi, mwalimu wangu. Ndio mwalimu. Kwa sababu kama taifa, sawa, ndio wamelipokea sanduku la Bwana ambalo lilikuwa limechukuliwa na Wafilisti. Sawa? Ndio. Lakini kama ishara ya ushindi, Daudi kulipokea lile kanisa si ndani ya hekalu, lakini nje kwa viwanja, akaanza kucheza. Sawa? Naam. Na katika kucheza kwake kuna mtihani vile vile, endelea kusoma. Fungu lake la 15 linasema ndio. Basi Daudi na nyumba yote ya Israeli. Kuna kitu umeruka hapo juu, kuna kitu Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote. Alafu na Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Sasa sikiza mavazi yake, alikuwa amevaa naivera ya kitani. 15 inasema ndio. Basi Daudi na nyumba yote ya Israeli wakalileta sanduku la Bwana kwa shangwe na kwa sauti ya tarumbeta. Ndio. Fungu lake la 16. Ndio. Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi Mikali, ndio, binti Sauli akachungulia dirishani, akasema, akamwona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Ndio. Fungu lake la 17. Ikafanya hata akadharau katika kucheza kule, mfalme alidharauliwa kwa sababu ni kweli hata angestahili kufanya vile. Soma. Fungu lake la 17. Ndio. Wakaliingiza sanduku la Bwana, na kuliweka mahali pake, ndio, katikati ya hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake. Naye Daudi akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha Daudi alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za imani na amani, akawabarikia watu kwa jina la Bwana wa majeshi. Fungu lake la 19. Akawagawia watu wote, mkutano wote wa Israeli, wanaume kwa wanawake, kila mtu mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa mzabibu. Basi wote wakaenda zao, kila mtu nyumbani kwake. Fungu lake la 20. Ndipo Daudi akarudi ili awabarikie watu wa nyumbani mwake. Aliporudi sasa ili aweze kuwabariki watu wa nyumbani kwake, na Mikali aliyomchukulia mfalme akicheza, binti Sauli akatoka nje aende kumlaki Daudi. Naye akasema, mfalme wa Israeli alikuwa mtukufu leo namna gani? Akajifunua mwili wake mbele ya vitakazi vya watumishi wake. Akafanya nini? Akajifunua. Akafanya nini? Akajifunua. Ni ngozi ilianguka ama ndiye alijifunua? Akajifunua. Lakini pale juu nisoma Daudi alikuwa amevaa nini? Naivera. Sasa hiyo naivera ndiye aliitoa kwa sababu alikuwa amevaa nguo za kikazu, akavaa nguo za kikuhani. Sawa? Ndio mwalimu. Kwa yeye ndiye alijifunua. Sawa? Ndio mwalimu. Nguo haziwezi anguka. Kweli. Sasa nikwambie wewe ucheze kwa kanisa alafu nguo zianguke. Kesho unarudi hiyo kanisa? Hawezi. Hebu maji nimecheza alafu ujipate lodi imeshuka. Utaitisha ushirika. Kama zinaruka zote. Utaitisha ushirika, utarudi hapo. Huwezi, utatoa wapi sura ya kuja hapo? Hatari sana. Kwa hivyo ni watu tunasoma Biblia vibaya. Mfalme alijifunua, alitoa mavazi ya kifalme. Katika hali ya kujifunua kule, akaonyesha dharau kwa kiti chake,
katika hali ya kudania anafanyia Mungu ibada. Ndio naona Mikaeli anamwambia umefanya jambo la kipumbavu. Endelea kusoma. Endelea kusema, akajifunua mwili wake mbele za vijakazi wa watumishi wake. Umejifunua mwili wako mbele ya vijakazi, mbele ya Israeli yote, ndio vya watumishi wake, ndio mfano wa watu baradhuli, mfano wa watu baradhuli, mmoja wapo ndio ajifunuaje mwili wake mbele ya watu tu, asipokuwa na haya. Unaona sasa, kumbe mfalme katika kutekewa kwa udhani anafanya ibada alikosesha haya. Na ndio sababu Daudi mpengine anasema ni 69:5, maana ameambia ni mambo ya kipumbavu. 69:5 Zaburi. 69:5. Inasemaje? Biblia Takatifu inasema ndio. Mungu. Daudi mwisho anasema Mungu, unajua upumbavu wangu, unajua upumbavu wangu, wala ukuficha dhambi yangu, wala ukuficha dhambi yangu. Ndio alijua kuna baadhi ya mambo alijua ni ya kipumbavu. Sawa? Ndio mwalimu. Unaweza fikiri unamfanyia Mungu ibada, kumbe unafanya mambo ya kipumbavu. Sawa? Kweli. Lakini kwa sababu ukijulisha, ukijua, unajua kuimba katika akili. Kwa sababu uimbaji ni kazi nzuri sana kabisa. Kama kuna baadhi ya vitu zinafungua mbingu ni maombi na nini na uimbaji. Ndio sababu katika kuimba, wimbo mzuri unaweza ondoa mapepo. Sio, unanielewa? Ndio kweli. Wewe rukaruka hivi unapiga hivi alafu mapepo yatoke yatakujoi. Linasherehekea sasa. Yatakujoi maana umeingia kwa nyanja zao. Hapo sasa. Lakini wimbo ambao umetulia. Unaona Daudi Sauli alipokuwa anapigwa na upepo na mapepo, mwalimu wangu, ndio alikuwa anaita Daudi anamchezea wimbo. Naam. Sasa anapochezea wimbo yale mapepo yanafanya nini? Yanaondoka. Yanaondoka. Na ndio naona mapepo yaliingia wana Israeli walipoamua kuabudu masanamu kwa kucheza na kuruka. Ndio. Basi nafikiri muuliza swali shaelewa. Soma nyingine. Swali lingine inasemaje? Is it good to cook on Sabbath? Is it good to cook on Sabbath? Unajua kuna kitu ambayo inaitwa preparation day. Sawa? Ndio mwalimu. Unajiandaa siku ya maandalio. Sawa? Ndio mwalimu. Unapiga hiyo kitabu cha 16 Kutoka 16:4, alafu tuanzie pale. Kitabu ni cha Kutoka. Ndio. 16:4. Inasemaje? 16 ina Biblia Takatifu imeandikwa. Ndio. 16 ndipo Bwana akamwambia Musa. Tazama, nini? Mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni. Ndio. Na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku. Na watatoka nje kuokota kila siku sehemu ya siku. Ili nipate kuwajaribu kwamba nitakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Endelea. Fungu lake la 5. Ndio. Kisha itakuwa siku ya 6. Kisha sasa itakuwa siku ya 6 ya kwamba wataandaa nini? Hayo watakayoleta ndani. Ndio. Nayo atakuwa ni mara 2 kuliko wayatokayo kila siku. Ala, kumbe siku ya 6 itakuwa naokota mara 2, ambayo itakuwa ni pishi 2 zaidi ya zile siku zingine. Siku hizi zingine, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, watakuwa naokota siku moja. Na wanapokitumia wanaambiwa sikiwache hadi asubuhi kwa sababu kitavunda. Sawa? Ndio mwalimu. Lakini siku ya 6 hawangelikuwa wanaokota pishi 2 kwa sababu kesho yake ni siku gani? Ya Sabato. Na akingevunda. Kwa hivyo Mungu angehifadhi hicho chakula kiwe fresh mpaka siku ya Sabato. Sawa? Ndio. Kwa hivyo hakuhitaji watu kupika siku gani? Ya Sabato. Ya Sabato. Sawa? Ndio mwalimu. Ndio sababu sasa hebu soma 21. 21. Ndio. 16:21. Biblia Takatifu inasema, ndio. Basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi. Wakaokota asubuhi baada ya asubuhi. Kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Ndio. Na hapo jua lilipokuwa ni kale, kikayeyuka. Alafu 22. Ndio. Basi ikawa siku ya 6. Ikawa siku ya 6. Wakaokota kile chakula sehemu maradufu. Wakaokota kile chakula sehemu maradufu. Kila mtu pishi la 2. Kila mtu pishi 2. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Ndio. Akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu. Kesho ni starehe takatifu. Sabato takatifu kwa Bwana. Ndio. Okeni mtakachoka. Tokoseni. Na kutokosa
mtakachokosa. Kwa nini? Na hicho kitakachowasalia, na hicho sasa kitakachosalia, jiwekeeni kilindo hata asubuhi. Ndio. Basi wakakiweka hata asubuhi, alafu kama Musa alivyowaagiza. Ndio. Nacho hakikutoa ufundo wala kuingia mabuu. Nacho hakikutoa nini? Ufundo wala kuingia nini? Mabuu. Kwa sababu nani alilinda hicho chakula? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Ni Mungu. Sasa nikuulize, leo hii Mungu ana uwezo? Ana uwezo. Ana uwezo. Kwa hivyo ukipika chakula chako ataweza kukilinda? Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakilinda. Kwa hivyo pika chakula chako siku ya maandalio. Ule Mungu aliyehifadhi hicho chakula wakati huo bado ana nguvu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini haimaanishi usikichemshe. Kuchemsha ni tofauti na kupika. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kichemsha watu wasikule vitu mtihani. Sawa? Kweli. Maana Mungu bado anajali afya yako. Kwa hivyo unaweza kichemsha, lakini maandalizi yote ya kupika, machapati, manini, pika chakula chako. Kesho Mungu atakihifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule Mungu aliyekihifadhi atakihifadhi. Unaweza pia unatengeneza mazingira na mambo kama hayo. Kwa hivyo kuna baadhi ya chakula ambazo ukizipika pia kuna vitu unaondoa pale. Kuna vitu ambazo ukiviweka kwa chakula vitafanya nini? Vitaharibu kwa haraka. Kweli. Lakini Mungu ametupatia hekima ya kujua vile tunavyofanya. Unaweza kiandaa kisha kesho yake unachemsha. Kuchemsha si upishi. Sawa? Amen. Swali lingine. Leo ni maswali nafikiri. Uzuri mada ya leo ilikuwa mada ya kuhusiana na Sabato. Na nafikiri tulipiga hapa juzi. Imefundishwa karibu mara 2, kwa hivyo ukiwa na swali kuhusiana na hiyo Sabato kabla mwalimu aje tutaangalia. Hebu soma swali lingine kama alafu tuingie na Sabato kwa dakika ambazo kabla mwalimu aje. Swali jingine. Ndio. Why did God threw Satan down and yet he had power to finish him? Asante. Anauliza mbona Mungu aliumba shetani? Kwanza Mungu hakuumba shetani. Sisi mwalimu tunaelewana? Naam. Tuulize Biblia. Je, Mungu aliumba shetani? Hebu kwanza nisomee 1:31 kitabu ni cha Mwanzo. 1:31. Ndio. Biblia Takatifu inasema 1:31. Ndio. Mwanzo ni page 1 ya Biblia. Mungu akaona kila kitu alichokifanya. Mungu akaona kila kitu alichofanya nini? Alichokifanya. Natazama. Ndio. Ni chema sana. Kwa hivyo Mungu aliumba kila kitu kilikuwa chema sana. Kila kitu including malaika wote walikuwa ni wema. Kwa hivyo kufikia hapo Mungu ameumba shetani? Bwana asifiwe. Amen. Ni kama kusema Mungu aliumba mwizi. Mungu alikuumba wewe. Kweli. Kuamua kwenda kuiba ni nani? Ni wewe. Kwa hiyo Mungu alikuumba mwizi. Kuwa mwizi ni kielele yako. Kweli. Na influence na mali unaishi. Sawa? Kweli. Ni kweli Mungu alikuumba mwanadamu. 7:29 kitabu ni cha Mhubiri 7:29. Alafu tuweze kuingia kwa huyu shetani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliumba kila mtu akiwa sawa, including malaika wote. Sasa jina shetani ni sifa ambayo inatokana na tabia aliyojiwekea ya uasi. 7:29 inasemaje? Mhubiri 7:29. Ndio. Tazama. Hili tu nimeliona. Ndio. Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu. Mungu amemfanya mwanadamu vipi? Mnyofu. Ndio. Lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Kwa imeishi hapo. Wamebuni mavumbuzi mengi. Ndio. Kumbe Mungu ameumba mwanadamu mnyofu. Kwa hiyo hata malaika aliumbwa wakiwa mnyofu. 28 Ezekieli 28. Ezekieli 28:12. 28:12. Ndio. Biblia Takatifu inasemaje? 28:12. Ndio. Biblia Takatifu inasemaje?
Mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ndio ulikuwa ndani ya Adeni. Sasa hivi taarifa za shetani, huyu ni Lucifer ambaye ni shetani. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, hakiki na yakuti, manjano na almasi, zabarajadi, na shohamu na yaspi, na yakuti samawi, na zamaridi, na baharamani, na dhahabu, kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako. Zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Sasa huyu malaika alikuwa ni kerubi mwenye kufunika mafuta, ametiwa mafuta. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima. Sikiza, Mungu akamweka juu hata akawa juu ya milima. Mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu. Usikiza sasa, Biblia inasema huyu Lucifer alikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Alikuwa mkamilifu. Mungu aliumba mtu mkamilifu, malaika mkamilifu tangu siku alipomuumba. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Subiri, hata nini? Uovu. Mungu ndiye alimwekea uovu ama uovu ulionekana ndani yake? Uovu ulionekana ndani yake. Uovu huo tutauangalia, endelea kusoma. 16 inasema, kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako. Nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Wa Mungu. Kama kitu kilicho najisi. Nami nimekuangamiza. Ewe kerubi ufunikaye. Lakini wataendelea kusoma huko mbele. Kwa hivyo tumeona alikuwa ni mkamilifu tangu alipoumbwa mpaka uovu ulipoonekana ndani yake. Je, uovu huu ni upi? 14:12 kitabu cha Isaya. 14:12 kitabu cha Isaya. Biblia takatifu inasemaje? Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Sasa wewe jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Ewe nyota ya alfajiri. Wewe ambaye alikuwa ni nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Ewe uliyewaangusha mataifa. 13 inasema, nao ulisema moyoni mwako. Number 1, dhambi yake ni alisema moyoni wake kwa number 1, nitapanda mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Kumbe alipewa yeye ni malaika afunika, lakini akataka kukua zaidi ya Mungu. Akasema nitainua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Number 3, nami nitaketi juu ya mlima wa makutano katika pande za mwisho za kaskazini. Fungu lake la 14. Nitapanda kupita vimo vya mawingu. Nitapanda kuliko vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Alitaka kumimpeach Mungu. Hakutosheka na position yake ya kuwa malaika, alitaka kumzidi Kristo. Kweli. Hiyo ni makosa ya Mungu? Sio makosa ya Mungu. Si makosa ya Mungu, ni yeye alionekana ako na kiburi. Akataka kuimpeach Mwenyezi Mungu. Sasa katika huo ndio tunaita ushetani. Ukaanza kumwingia, kukawa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake wakapigana. Hivi si vita vya mangumi, ni vita vya ibada wa neno la Mungu. Sasa ndio naona aliposhindwa alirushwa kule chini. Sasa mbona swali anauliza, mbona Mungu hakufanya nini? Hakumuangamiza. Mungu ni Mungu. Unajua katika vile vita kuna malaika walibaki, sawa? Kweli. Na kuna malaika ambao waliasi. Hawa ambao walibaki, mwalimu wangu, ndio mwalimu, Mungu angemwangamiza, wangemaliza kusema
shetani kuna kaukweli yako nayo. Ndio mwalimu. Mbona wewe amemwangamiza? Sasa Mungu alimwacha, hiyo ndio kazi yake idhihirishe, na kazi yake ilidhihirisha kiasi kwamba Yesu alipofika msalabani ndio wengine wakasema aha, hii ndio kazi yako, maana kazi yake ni kumaliza. Kwa hivyo ndio naona sasa ndio Mungu alimruhusu ili kazi yake iweze kuonekana. Mungu angekuwa na uwezo wa kumuua ni sawa. Ndio sababu mwalimu wangu, ndio mwalimu, hebu twende kitabu cha Marko 5. Marko ni 5. Marko 5 anzia aya ya 5. Marko ni 5 aya yake ni ya 5. Biblia Takatifu inasema, ndio Marko 5 fungu lake la 5. Biblia inasema na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na mlimani. Kuanzia verse 1 tujue nani walikuwa makaburini. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Ndio. Fungu lake la 2. Ndio. Na alipokwisha kushuka chomboni, ndio, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini. Kule makaburini. Wala hakuna yeyote aliyeweza kumfunga tena, ndio, hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwa kwa makaburi na milimani, akapiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, sikiza, huyu jamaa ambaye amepagawa na pepo alipomwona Yesu kwa mbali alisema nini? Alipiga mbio, akamsujudia. Akisema nini? Akapiga kelele za sauti kuu, akasema, ni nini nawe Yesu? Nina nini nawe Yesu? Mwana wa Mungu aliye juu. Ndio. Nikaupisha kwa Mungu usinitese. Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Ndio. Akamjibu, jina langu ni Legioni. Ndio. Kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Nje ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa. Hata waachie hapo mwalimu wangu. Kwa hivyo mapepo wachafu, na ukisoma kwingine walikuwa wanamwambia Yesu, je, umekuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu? Kumbe mashetani wanajua Mungu ana uwezo wa kufanya nini? Ndio anamwambia, je, usituangamize kabla ya wakati wetu. Kwa hivyo mashetani wanajua kuna siku ataangamia, kuna wakati wao. Wanajua Mungu atakuja kuangamiza, lakini saa hii anataka mimi na wewe tumwabudu huyu Mungu tukijua kwamba yeye ni mwenye haki. Tunapohubiri hivi, unataka you make a conscious decision, when I want to worship this God, I want to worship him because I have seen the effect of sin. Ukiona athari za dhambi, unachagua Mwenyezi Mungu. Ndiyo sasa Mungu awe na ushahidi kwamba kuna watu wanaweza ishi waamue kumchagua Mungu na si nani? Na si shetani. Ndiyo sababu siku ya mwisho kila goti litafanya nini? Litapigwa likisema Mwenyezi Mungu ni wa haki, na kila ulimi utakiri. Kwa sababu hata shetani mwenyewe atapiga magoti na atakiri kwamba wewe Mungu ni wa haki. Kwa sababu usome 25:41 kitabu cha Mathayo 25:41. Naam. Biblia Takatifu inasemaje? Mathayo Mtakatifu 25:41. Inasema kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto. Ondokeni kwangu, mliolaaniwa. Kwa nini? Mwende katika moto wa milele. Aliyowekewa tayari nani? Ibilisi na malaika zake. Kumbe Ibilisi na malaika zake wamewekewa nini? Moto. Lakini ajabu ni kwamba kuna watu wataingia wapi? Motoni. Naam, lakini moto mwenyewe umeumbiwa nani? Malaika. Na nani? Shetani. Ibilisi na malaika wake. Sawa Ndio malaika. Si wewe. Wewe ukiingia pale motoni ni kumaanisha uliishi kama nani? Ibilisi. Wewe unagetikira sheria ya wengine. Haufai kuwa huko. Naam. Kwa sababu shetani anajua ataangamizwa. Anajua. Hiyo ni haki. Lakini Mungu anataka mimi na wewe tuweze kuwa mashahidi wa kweli kuamua kumchagua nani? Mungu. Lakini kwa hakika ataangamia.
ni wewe umwaibishe, uchague Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wewe uamue. Na ndio Mungu anataka tuweze kuamua. Kwa sababu hata wewe hakuna mtu atakupeleka motoni by the way. Kabisa kama verse 46. Verse 46. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele. Na hao waliobaki, wale ambao hawakumchagua Mungu, watafanya nini? Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele. Ndio. Bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Kwa hiyo baada ya hukumu wewe mwenyewe utajua mahali unafaa kwenda. Unasema Mungu anasoma hukumu, anasema nenda left ama right. Anaambia beba kuni zako enda kuchomekea huko. Kwa hivyo Biblia inasema nao wataondoka kwenda katika moto wa milele. Wataondoka mwenye Mungu atahukumu, hataangalia picha. NYS ulihubiriwa na ulisikia kabisa wito uliitwa kabisa ukaogopa girlfriend yako basi wewe mwenyewe unasema Mungu ni wapi? Moto inawaka wapi ndio? Unaenda kwa raha zako kimaji. Na wale ambao watahukumiwa katika haki ya milele watasema okay, ni kweli ulikuwa mlevi, ni kweli ulisikia Injili ukawachana nayo na ukakubali haki ya Kristo, basi wenyewe wanasema wewe Mungu ni mwenye haki. Unaenda tu kwa raha zako kimaji ukienda mbinguni. Amen. Kwa hivyo Mungu ni mwenye haki. Wacha nikwambie mwalimu wangu. Ndio mwalimu. Unajua hebu soma kitabu cha Ufunuo 14. Ufunuo 14. Ufunuo 14. Aya ya 13. 14:13 inasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Na ndio asema Roho wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Ameshika mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu. Sasa amebeba mundu. Mundu ni sickle. Na sickle kazi yake inafanya nini? Harvest. Kuvuna. Ni kuvuna. Sawa Ndio mwalimu. Kwa hivyo Yesu atakapokuja amekuja na mundu. Sickle amekuja kuvuna. Swali nikuulize. Mtu wewe umeshaipanda kitu msomaji? Kweli mwalimu. Kwa mfano ulipanda nini? Kwa shamba ama ulipanda nini kwa hiyo shamba? Mahindi. Yes. Unapoenda kuvuna mahindi, unavuna wakati wamekomaa ama hawajakomaa? Wakati imekomaa, si ndio? Ndio mwalimu. Kwa hivyo Mungu anapokuja amekuja kuvuna kile kilichofanya nini? Kilichokomaa. Amen. Kwa hivyo ili Mungu aje lazima uwe umekomaa. Amen. Kwa sababu ukivuna kisichokomaa hautendei mmea huo haki. Kweli. Sawa? Kwa hivyo Mungu anapokuja kuvuna, anavuna mahindi yaliyokomaa. Na sisi ndio mahindi kwa mfano, Sasa ima umekomaa katika imani. Kweli. Sawa? Ndio mwalimu. Ndio uvuno katika uzima wa milele. Ama umekomaa katika uasi. You must be right either way. You must be right for eternal life or be right for eternal loss. Either way you must be right. Kweli. Because Mungu hawezi kuharvest kama bado hujaiva. Kweli. Hilo uive katika dhambi zako ama uive katika utakatifu wako. The choice is yours. But God must harvest. Lakini lazima ukomae. Amen. Ni wewe ukomae katika haki ama ukomae katika upotevu. Amen. The choice is entirely yours. But the harvest must come. Mungu anangoja ukomae hata saa hii. Amen. Labda umbakisha iko mzee peke yake. Kweli. Alafu akuje. Ndio sababu ukiitwa mwito, njoo kubali kuise. Kubali mwito wa Kristo. Amen. Kwa sababu the more unakataa, the more unakomaa. Katika uasi. The more unakomaa. Na nikwambie kama kuna kitu kigumu. Unajua dhambi inakufanya kuwa na kitu ngumu. Kweli mwalimu. Ukisoma
kitabu cha Matendo, Mwanzo 19. Kuna jamaa waliona malaika wamekuja mitaani, wakaenda kwa Nuhu, wakaambia tupatie hao jamaa wameingia kwa kwako. Nafikiri mnajua story eh? Wakaambia kuna watu wameingia kwa kwako, watoe ili tuweze kufanya nini nao, tulale na wao. Na walikuwa ni wanaume, sawa eh? Ndio mwalimu. Toka swali nikuulize, walipopigwa upofu, si walipigwa upofu? Walienda home? Yes, dad. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipopigwa upofu, Mungu alifanya wakawa vipofu. Angalia ajabu. Badala mtu angalie nimekuwa kipofu aanze kutafuta njia ya kwenda home. Baada ni kipofu lakini baada anatafuta mlango ya kuingia kwa malaika. Sasa hivyo ndio dhambi ilivyo. Unakomaa katika upotevu. Kiasi kwamba wewe umeiva katika dhambi. Ndio sababu acha nikwambie, ukifa katika dhambi zako, kama ulikufa ukiwa mwizi, the first day utafufuliwa. Utafufuliwa ukitafuta cha kuiba. Anaweza asifiwe. Ukifa kwa mzinifu, utafufuliwa ukitafuta ule mali unfinished business. Leo unatafuta mtu wa kuzidi na yeye. Na ukifa ukimjua Kristo, utajua Kristo huyu, utafufuliwa ukitaka kumuona. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ulikufa, akili yako iko katika mawazo ya mbinguni. Ndio ukisoma 17:15 utasoma nyumbani, kitabu cha Zaburi anasema, Daudi anasema nitakapoamka nishibishwe na uso wako. Kuna swali lingine ile nimelijibu sana. Na mwalimu amekuja. Which is the reason why God put forbidden fruit that was not the same by other fruits. Ni kizungu. Hatari sana. Ni sababu gani Mungu aliweka tunda tofauti na mengine, sio? Kweli mwalimu. Ndivyo. Twende 2:16. Kitabu ni cha Mwanzo. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema. Sasa kabla hapo hebu soma aya 8. Aya 8. Ndio. Bwana Mungu akapanda bustanini. Bwana Mungu akapanda bustanini upande wa mashariki wa Edeni. Upande wa mashariki wa Edeni. Akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Ndio. Bwana Mungu akachipusha nini? Katika ardhi kila miti unaotamanika, na mti ambao unatamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Kumbe Mungu tayari alikuwa ameweka miti ambayo yote inatamanika and good for food. Pleasant to the sight and good for food. Kwa hivyo kila kitu Mungu aliumba kilitamanika kwa macho. Sawa eh? Ndio mwalimu. Na ni kitu kizuri. Sawa eh? Ndio. Kwa hivyo si chakula alikosa. Sawa? Miti yote duniani ilikuwepo, na pale Edeni mashariki kulikuwa na miti yote, sawa? Naam. Lakini sasa angalia Mungu alichokifanya. Piga aya 16. Aya 16. Mbona sasa akaweka hii nyingine, soma? Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akisema. Ndio. Matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Matunda yote ya bustani waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi na nini? Wa mema na mabaya usile. Ndio. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa kumbe Mungu amempatia test. Kwa sababu kwa government ya Mungu kuna choice. You have to choose. Kwa sababu tumesoma hapa awali kuna malaika walifukuzwa mbinguni, ndio? Ndio mwalimu. Na kwa sababu mbinguni hakufai kuwa na vacant. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna malaika walitolewa kule, waliasi, wakatoka. Na kwa sababu mbinguni hakufai kuwa na vacant. Hiyo nafasi Adamu na wewe ambao ni kizazi cha Adamu lazima mngefanya nini? Ingekuwa film, sawa? Kweli mwalimu. Wale wametoroshwa kwa kufanya ni kwa kuasi. Na dhambi ni uasi. Na hiyo dhambi ni kuvunja amri za nani? Za Mungu. Za Mungu. Sasa huyu mwanadamu ambaye anafaa kureplace wale lazima pia akuwe tested. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio sababu Mungu akamwambia, wewe matunda yote mwaweza fanya nini? Mwaweza kula. Lakini mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya usifanye nini? Usile. Kwa sababu siku utakapokula utafanya nini? Utakufa hakika. Sasa lazima waweze kuendelea kuishi katika maisha ya utii.
Amen. Yule ukiendelea kutii unakuwa rafiki wa Mungu. Naam. Uendelee kutii. Sawa eh? Naam. Lakini mwisho tuliona shetani alipokuja, kwa sababu anajua mema atakayarithi, akaja akawajaribu. Sawa eh? Naam. Alipokuja kuwajaribu, mwishowe wakaenda kinyume cha nani? Cha Mungu. Sawa? Naam. Ndio sababu baadaye historia ni ndefu, Yesu kaja akachukua nafasi ya Adamu na mambo kama hayo. Kwa hivyo akaja kutimiza ile ambayo Adamu wa kwanza alishindwa kufanya nini? Kutimiza. Ndio sababu Yesu anaitwa Adamu wa pili. Sawa? Naam. Anaitwa Adamu wa pili. Akaja kufulfill ile kitu Adamu wa kwanza alishindwa. Na ndio sababu mimi na wewe tunafaa tujifiche kwa Adamu wa pili. Ili sasa Kristo Mungu anapokuangalia akuangalie wewe. Anaangalia nani? Yesu. Kwa Adamu wangapi? Wa pili, ambaye ametimiza mahitaji yote ya nini? Ya sheria. Lakini bila Kristo, dhambi kwa sheria ikikuona inaona ni customer kukufa. Kwa sababu Biblia inasema hakika utafanya nini? Utakufa. Kwa sababu Kristo alikuja akatimiza haja zote za hii sheria, ili sasa mimi na wewe tunapomkubali Mungu akuangalie wewe, anaangalia Kristo aliye ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio sasa anaangalia sheria. Sheria ikiangalia Yesu inaona wewe umetii. Wewe umetii. Lakini sheria ikikuangalia wewe vile ulivyo hivyo, inaangalia customer wa kifo. Na utakufa bila Kristo. Kwa sababu Kristo alikuja kutimiza yote mahitaji ya sheria, ili mimi na wewe tuweze kuishi uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna maswali mengine ama? Kuna maswali mengine? Ni mengi eh? Yes. Nafikiri mwalimu amefika, tutampatia nafasi. Hayo mengine tutayajibu kesho. Kwa hivyo yale ambayo hajajibiwa yaeke tu kando, yale ambayo yamejibiwa hope mwenye alimeuliza amefaidika. Kama kuna mahali hujaelewa unaweza liuliza tena, kwa sababu tunataka tuweze kuelewa Biblia